simu amjambo. Amjambo tena. Tuombe. Mwenyezi Mungu tunamshukuru kwa baraka zako na uwezo wako. Pia tunashukuru kwa ulinzi wako wakati huu ambao tunakumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapojiandaa kusikiliza neno lako, Baba, tunaomba uwe mwalimu wetu wa siri na utueleze na kutuongoza katika kila jambo tupate jinsi ilivyoandikwa katika maandiko yako. Bariki kila mmoja kwa jina lako takatifu tunaomba. Tutapata somo letu, masomo matatu kutoka Agano la Kale na pia masomo mawili kutoka Agano Jipya. Nani anakumbuka somo la kwanza? Nani anakumbuka somo letu la kwanza ambao tulisoma? Tuliona na pili alisoma somo la kwanza. Nani anakumbuka? Umesahau. Ilikuwa kutoka Kumbukumbu la Torati mlango wa 32 mstari wa 36 hadi ule wa 39. Na ninataka nianze mahubiri hapo mstari wa mwisho, mstari wa 39. Kumbukumbu la Torati 32 verse 39. Saa zingine ni somo ngumu kuelewa, lakini Mungu ananena hivi: fahamu sasa ya kuwa mimi na mimi ndiye, wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Naua mimi, nauisha mimi, nimejeruhi na tena ninaponya. Ninajaribu kurudia kwa lugha ya Kiluo mstari huo ili tuelewe vema. Naua mimi, in English says I kill. Naua mimi, nauisha mimi, nimejeruhi tena naponya. Kiluo inasema hivi: Adier karo Nyasaye farutajinai koro ngeru malongo ni ame Nyasaye kendo onge Nyasaye moro mana an kende manego ji kendo an machiwo ngima, ahinyo bende achamo, onge ng'ama nyalo reso ng'ato e lweta. Somo hili linatukumbusha jambo moja: mtu akiwa mgonjwa zaidi anapelekwa hospitali, na ikiwa anahitaji upasuaji anapelekwa katika room ya upasuaji. Na kabla daktari kuanza upasuaji, kuna daktari mwingine yule anakuwa na ujuzi wa kuua watu. Anaitwa nani? Ule kazi yake amesomea tu ni kuua mtu. Anaitwa nani? Anathesia kama anaitwa nini? Anathesia. Kazi yake ni kuua, si ndio? Ili ufanye operation lazima huyu akuje kwanza, auwe sehemu hiyo au akuwe kabisa. Hata wakati unafanya operation usikii uchungu, kwa sababu watu mahali yanaweza kukatwa au the whole body has been killed kama si. So kuna mtu mmoja ambao kazi yake ile ameenda shule na profession yake ni kuua mwili, si ndio? Na daktari huyu anakuua ili apeane nafasi kufanyiwa operation. Somo hili nataka kuunganisha na somo hili kwa Mungu mwenyewe anasema kwamba yeye mwenyewe ndio anaua. Na kwa nini Mungu anasema kwamba yeye anaua? Ni sawa na huyu ambaye amepelekwa katika upasuaji. Anastesia anakuua
ili daktari apate nafasi kukupasua bila wewe kusikia uchungu. So the first thing that is done to you, you are killed in order to be treated. So daktari anakuwa ili upate nafasi ya kutibiwa. Ndio sababu Mungu anasema kwamba yeye ndiye anajeruhi na tena yeye ndiye anaponya. Somo letu la leo tunaona kwamba Yesu Kristo anaelekea pale kuwa tried, pewa majaribio before wakuu wa dunia, ili aelekee katika kifo chake ili atuponye. Na Deuteronomy anaangalia jambo hili, anasema kwa Mungu mwenyewe ndiye anaweza kuwa na uwezo wa kuruhusu mtu auawe, na yeye ndiye ana uwezo wa kumfanyia mtu huyo awe na uzima. Hii ni ya somo ya leo ambao tumelipata kutoka Injili ya Luka. Tunaona ya kwamba Yesu anapelekwa ili ahukumiwe, condemning the innocent, kupasa hukumu kwa yule ambao hana hatia. Na tumesikia somo hili ya kwamba hao wamempeleka ili ahukumiwe lakini hana hatia. So our reading today is called the opportunity for someone to die in order to give life. Na Deuteronomy anakumbusha vizuri ya kwamba it is only God who can give you an opportunity to rise again from death. And the purpose of today's sermon ambao tunapata katika Injili ya Luka, anataka kudhibitisha au kuonyesha the innocent of Christ. Hiyo ni tofauti ya Injili ya Luka na Injili hizo zingine. Kwa kwamba ya Luka kiini chake ni kuonyesha kwamba huyu ambaye anapelekwa mbele ya Pilato ana hatia. Na Pilato anakonfirm katika mstari wa 4 akisema ya kwamba Pilato akawaambia wakuu wa makuhani na makutano, sioni neno lililo ovu katika mtu huyu. Luke wants us today, this morning, to know that who is taken before the Sanhedrin, before wakuu, before Pilato, ana hatia. Lakini Mungu anaruhusu jambo hili liendelee kama ule daktari wa upasuaji, who allows our body to be killed in order to be treated. Lakini ni uchungu. Hata saa hiyo sindani ya anesthesia anaingia kwa mwili yako, unasikia uchungu hapa si. So sometimes God allows something to happen in our life to give us an opportunity to get healed. Na tunaona sababu gani ambao unaona ya kwamba katika Injili ya Luka kwa nini huyu anapelekwa ahukumiwe yet is innocent. Na kuna sababu nyingi ambao tunaiona katika somo hili. Ya kwamba hata ingawa Yesu Kristo hakuwa na hatia, anapelekwa bila offense, lakini anapelekwa ili ahukumiwe. Na Pilato ambao ni jaji mkuu wa leo anasema kwamba mimi sioni neno lililo ovu katika mtu huyu kwa sababu yeye ana hatia. But it's there for you and for me. Not for guilt or any offense, lakini anapelekwa pale kama sinless son of God, mwana wa Mungu ambaye hana dhambi, anapelekwa ili apewe hukumu, to be condemned yet innocent. Na anapelekwa ili kwa sababu amekubali, he has acknowledged ya kwamba yeye ni mfalme wa Israeli. Amekubali ya kwamba yeye ni mfalme wa Israeli, he is the king of Israel. Na hiyo ndio church ambayo inapelekwa mbele ya hakimu kwa ajili ya kwa ajili ya Jesus being condemned yet innocent. Na accusation ambao amepewa, mashtaka ambao yamewekwa mbele ya Yesu Kristo ni yafuatayo: ya kwamba yeye ni mfalme wa Israeli, yeye ana uwezo wa kujibu dhambi, yeye ana uwezo wa kuharibu na kudestroy the Sabbath. Na wanaweka hukumu hizo mbele ya Pilato.
And we know all those accusations are false. What lessons do we learn from this? Sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo ambao ametuita kupitia ubatizo wetu kuwa mwana wa Mungu. Na jinsi walivyofanyia ni mfano ya yale ambayo itafuata wafuasi wa wewe pamoja nami, ambao tutapeleka mbele wa hakimu, na inabidi tuone jinsi Yesu anavyoenda mbele ya hakimu na jinsi anavyofikia mashtaka yake mbele ya Pilato. Somo la Luka linatuambia kwamba what you want to do before the world, the prophet is right to buy the king is innocent, is the true son of God, ambao tupelekwa pale kwa ajili ya dhambi yako na dhambi yako. So ili ule uchungu apate ile uchungu, ili sisi tupate kuishi tena, so that the sin that separates us from God can be healed. But because of that, he don't die. But anapokuwa mbele ya Pilato, being accused as sinless son of God bila hatia, there are things that we can learn from him. One thing he doesn't do, he does not defend himself. When he is accused mbele ya Herode, mbele ya Pilato, tunaona mfalme wetu ajitetee, is responding by silence. Most of the talks between Christ and his accusers, ukisoma jinsi tulivyosoma, anamwambia Petro, akajibu akamwambia, wewe wamesema. Tumemwona huyu akipotosha taifa letu. Is giving this living teaching. Kile pasta kusita kwa kupeleka mbele ya Pilato. Huyu anamtosha taifa letu na kuwazuia watu wasimpe Kaisari kodi, akisema kwamba yeye mwenyewe ni Kristo mfalme. Sasa nipe na kusema, lakini naomba Pilato akamuuliza akisema, wewe ndiye mfalme wa Wayahudi? Akajibu akamwambia, wewe wasema. Pilato akamwambia wakuu na makuhani na mkutano, sioni neno lililo ovu katika mtu huyu. Nao wajikasa sana wakisema, kuwatahakikisha watu akifundisha katika Uyahudi wote, tokea Galilaya mpaka huko. Pilato aliposikia hayo, aliuliza kama huyu ni mtu wa Galilaya. Alipopata habari ya kuwa chini ya mamlaka ya Herode, akampeleka kwa Herode, kwa sababu alipata bila hatia. So what Luke documents for us is to prove that huyo ambaye amepelekwa mbele ya Pilato hana hatia, anapelekwa mbele ya Herode bado hana hatia. But when he is accused, our Lord is giving us the best example to our accusers. He did not defend himself. Generally, he was quiet. He was silent because he knew the accusations were false. He rarely responded to the accusation. Mahali ambapo tuko, mahali ambapo tunaishi kama wanadamu, maisha ambao Bwana wetu Yesu Kristo alipata si gumu na ile maisha ambao wafuasi wake wanapata. Mara nyingi tutapata accusations ambao are false. Watu wanalaumu kwa kila upande. Lakini mfano ambao tunaiga katika somo la leo ambao tunafuata jinsi Yesu anavyofundisha ya kwamba it can be addressed by silence. They are being accused, but he is not responding. He is keeping quiet. His guilt, dhambi ambayo Yesu Kristo alifanya ni gani? Tunaposoma ya kwamba Yesu alikuwa na hatia mbele ya Wayahudi na makuhani, ni kwamba dhambi la kwanza aliyofanya is violating the Sabbath law. Na aliviolate the Sabbath law kutibu watu siku ya Sabato. He violated the Sabbath law by healing on the Sabbath. He has said that he was threatening the Jews that he will break the temple in 70 days. He's being accused by kutoa pepo.
exorcism. Anatoa pepo kwa wale ambao wamechikwa na ibilisi shetani. Those are the accusations that were being given to our Lord. Wanamwakilisha kwamba yeye ni blasphemous. Yeye anasema yeye ni Mungu. So blasphemy is another accusation of the here. They are accusing him because anasema kwamba yeye ndiye Messiah, mfalme wa Yahudi. All those were the allegations. And those were the guilt ambayo imepelekwa mbele ya Pilato